Asante sana. Leo tuko hapa na all the MCAs kutoka Bobasi constituencies. Na ukiona hapa kuna representation ya wamama na kuna representation ya all the leaders. Ningependa kusema hivi, kwanza kitu ambayo imetuleta leo hapa Bobasi. This is International Menstrual Hygiene Day. Hii serikali ya Kenya kwanza, tulipokuwa tukitafuta kura tukizunguka nchi mzima, mimi nikiwa mama ambaye alikuwa mbele kwa Kenya Kwanza Women Charter, tulienda kona to kona, county to county, 47 counties. Tukaahidi wa mama ya kuwa hii serikali ya Kenya Kwanza ikiingia, kitu ya kwanza ambayo tutafanya ni tutapatia wa mama na wasichana free sanitary towels. Hiyo ndio jambo ambayo nimekuwa nikipigania pale Senate. Lakini kwa leo mtashuhudia tukitembea hii Kisii na hii Bobasi mzima ya kuwa bado kama serikali ya Kenya Kwanza hatujaweza kupatia wamama free sanitary towels. Umesikia mtu akisema tutaangalia scorecard. Tulienda tukazunguka Kenya mzima tukisema wamama pia tutawaangalia mahali ya diapers. Mama kizaa tutapeana diapers. Kuna maneno mengi ambayo tukitembea na rais wetu William Ruto tuliahidi wa mama wa Kenya tukisema tutawafanyia maneno fulani fulani, kama ni free sanitary pads, kama ni hiyo diapers. Tuko na wamama wanakufa, tulikuwa tumesema tutaangalia ili jambo la GBV, femicide, tukasema tutaenda tuangalie maternity, maneno ya linda mama. Maneno ni mengi. Maneno hayo yote ndio umesikia nikiongea nikiwa pale bunge, ndio umesikia nikipigania. Mwisho kabisa tukaambiwa kuwa kuna program ya diaspora jobs. Na tukaambiwa kama leaders of all these counties tupeleke hizi programs za serikali mashinani. Mimi nilikuja hapa Bobasi nikaleta program ya diaspora jobs, watu waende nje waweze kufaidika, waangalie familia zao. Na kitu ambacho kilitendeka pale ni wananchi wa Kenya waliporwa pesa yao na maagent ambao wanashikwa na serikali, maagent ambao serikali inafanya kazi nao. Nilipoenda kuongea hiyo jambo ndio mumeona wameanza maneno ya kunitoa. Nataka niulize my president, wanasema kuna katiba ambayo ya chama ambaye mimi sijafuata. Ni katiba gani ya UDA inasema ya kuwa kama wewe ni mwanachama ya UDA lazima usimame uangalie wa Kenya wakiporwa mali? Ni katiba gani? Ni katiba gani ya UDA inasema ya kuwa kama wewe ni mwana chama wa UDA ni lazima unyamaze kimya ukiangalia ile ahadi yote tulikuwa tumepatia wamama including sanitary pads, ukiona ni kama tulikuwa tunawadanganya? Katiba gani imesema kama mwanachama wa UDA utasimama na upige makofi kukiwa na corruption? Hiyo ni katiba gani? Nataka niambiwe. Kwa siku ya leo tunazunguka tukienda kupatiana hizi sodo, hizi sanitary pads. Kama serikali yangu hii ya Kenya Kwanza ingeweza kupatia wamama sanitary towels, leo hatungekuwa na kazi ya kuzunguka kupatia wasichana Bobasi sanitary towels. Kama serikali ya Kenya Kwanza ingeweza kufikisha zile maneno zote ambazo tulikuwa tumeahidi wa mama na wasichana, leo hatungekuwa na kazi hapa Bobasi ya kuwaongelesha nyinyi media. Nataka niambiwe na nielezwe ni katiba gani hiyo ya UDA ambayo inasemwa mkituma pale nominated senator parliament aende kutongozwa kwa lazima. Ni katiba gani ya UDA inasema lazima huyo senator aweke kichwa chini na akubali kutongozwa kwa lazima? Ni katiba gani? Kwa sababu mahali ambapo tunaenda na hii nchi si pazuri. Na mimi kama ambaye nilitembea na rais wetu, na umesikia tukisema hapa Bobasi constituency tumepeana kura nyingi kuliko hata huko Kitutu mahali treasurer wa UDA anatoka, kura zake hazikufika za Bobasi. Na rais wetu throughout 2022 campaign Bobasi hakukanyaga, alipitia juu pale Nyamati kwa barabara, lakini kura nayo tulimpa. Mimi swali ambayo naulizwa na hawa waheshimiwa hapa, wananiuliza
Sasa kama wewe ambaye ulikuwa unatuambia tubaki kwa serikali wanakufanya hivi, hii ni serikali gani hii ambaye inafukuza Wakenya, ambaye inanyanyasa wamama, ambaye inasema kuwa ahadi ambazo tuliwapatia wamama ya free sanitary towels hatuna haja? Ni serikali gani hiyo? Rais wetu, hii si serikali ambaye tuliambia wamama tutawaletea. Hii serikali imekuja ikageuka, sijui kama ni hiyo maneno ya handshake kama nini, lakini hii si ile serikali ambayo tumezunguka nayo. Kwa leo, kwa sababu serikali haijafika kupeana hiyo ahadi ambayo walikuwa wamesema free sanitary towels, leo niko na waheshimiwa hapa, wamechanga wote, tumekusanya pesa yetu yote sisi sote, tukaangalia tukasema watu wa Bobasi constituency wacha wapewe sanitary towels, kwa sababu serikali imesahau ahadi ambazo tulikuwa tumepatia wasichana na wamama. Na kwa leo hiyo ndio kazi tunafanya hapa Bobasi. Bado ninasimama imara, bado sisi tuko ground, lakini Rais William Ruto, wacha nikuambie, vijana ambao wanakudanganya hapa Kisii County, kura zao zikishikanishwa hazifiki za Bobasi constituency. Makosa ambayo unafanya, hauangalii na hausikizi wale watu ambao wanakuambia ukweli. Waheshimiwa wamesimama hapa na wanasema ukweli. Bobasi constituency ya huku kanyaga, Bobasi constituency ya hujawahi kukanyaga. Kisii umekuja kupitia mara 10, hujawahi kukuja Bobasi constituency, lakini bado watu wa Bobasi walikuwa wanaangalia wakisema hii serikali labda itakuja itusaidie. Sijui kama bado hii ni ile serikali ambaye tulizunguka na wewe rais tukitafuta kura. Bado tunaangalia kwa